Unajua kwa kweli tokea ningali mtoto mdogo. Siritu muziki hapa Burundi nilianza kumfuatilia sana Lolilo. Yani Lolilo ni mtu ambaye kweli nilimpenda sana na kaniingia, na kama leo naimba ni kwa sababu ya Lolilo. Kwa sababu ni mtu ambaye amenikaa sana mkichwa. Mpaka na mimi nikatamani siku moja nifanye na mimi kama Lolilo. Na hivi nikipambana hapa, napambana na mimi nifanye kama vyake. Japokuwa hapa Burundi mnamchukulia msanii kawaida, lakini ule ni star, tunakubali. Hata na sisi tunamkubali Lolilo kabisa. Hapana, mkubali. Siritu mapresenta hapa Burundi hawakubali, wanasema oh jamaa shagafulia sijui nini, lakini ule ni msanii. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Kutokana na nafasi mulipo, kama mko nchi mbalimbali, na wasalimu katika maiko, mko pamoja na Fafa. Mbele zetu tunaona akifanya vizuri kameramani anaitwa Oli King Pro. Kwa hiyo tumekuja hapa kama Loy TV Burundi, jinsi mnaniona jinsi hapa nilivyo. Tunakuja kuangalia msanii fulani, tunasikia eti anaitwa Kamzi. Hatujajua kama ni msanii gani, hatujui kama anajifunza na kama ni mwanamuziki wa ndani. Kwa hiyo tunasikia eti ni msanii mkubwa sana. Sasa huo usanii ukubwa wake tunataka tujue nini anafanya na anafika wapi katika muziki wake. Kwa hiyo tunamfanyia surprise ajui kama tumekuja hapa sisi kama wa journaliste. Kwa hiyo mtatufuatilia yanavyofuata nyuma. Jambo data. Jambo sana. Uko bien? Ndio. Niwata nikuulize, hapa pako msanii anaitwa eti Kamzi. Kamsi, ya yuko. Ya. Atiko tunaweza kama tumepotea. Anaishi wapi? Ni hapa hapa. Sawa. Hapa tunataka tuingie ndani nyumbani mwake. Sasa tumesikia eti habari iko hapa. Sasa hatujui kama iko ndani ya chumba, hatujui kama iko kwenye salon. Mtatufuatilia tu kidogo kidogo. Jambo sana mama. Mbona ogopa sana? Zimisha kwanza hivi. Tuacha kwanza. Zimisha tunapia tu. Uoji. Aupendi. Tunasikia eti uko msanii mkubwa hapa eti sasa unaogopa cameraman. Nani aliwaambia kama ni msanii? Mimi nimesikia tujue kwa sababu nimesikia mwa huyu mtaa kuna msanii fulani. Sasa nilikuwa nataka njoo niuliza na jina nikasikia eti Kamzi. Hapana, mimi siko msanii. Ushawahi kuniona kwenye television? Hata kama sijakuona, ila nasikia eti una wadansere, nasikia wadansere wakisema eti kuna msanii wetu sijui nini. Sijui kama ni hivi au kama sio hivi. Sasa kuwa na wadansere ndio usanii. Naweza kuwa dansere, naweza kuwa na wadansere ukakutana mimi siko msanii au jikute mimi mwenyewe ni dansere. Inakuwa ngumu sana. Sasa hiyo jina mimi nasikia ni Kamzi Farasi. Sasa ni ukweli au sio ukweli? Ndio, mimi naitwa Kamzi Farasi aka 1K. Kwa kweli mimi ni msanii sikatai. Nakwambia kwa sababu umeshanigundua, yani na sijui mwenye alikuelekeza hapa. Hakuna mwenye amenielekeza hapa, nimeuliza, nikaulizia, nikasikia eti anaishi mtaa fulani. Mimi nikasema hapo nitajitia mobidi kwa sababu nataka kumjua huyo msanii na wengine wanataka tu kumjua kabisa. Sawa, merci sana, umefaa bien kwa ugunduzi wako kusema ukuje hapo nitafutishe tuongee mawili matatu ni vizuri. Kwa kweli mimi ni msanii lakini ngachipukizi sana, sijajulikana, sinajua tena kusema ujulikane hapa naomba vitu vingi sana. Labda umekumbana tu na mtu mtaa uko akakwambia jamani msanii mimi sijui, kwa sababu sinajua tena mbwembwe zetu kwenye Facebook, Instagram, labda hapo, lakini kwa kweli na mimi najaribu kuimba lakini sijafanikisha na mimi kuingia kwenye game la Burundi. Haujafanikisha kuingia kwenye game la Burundi. Sasa mimi nabaki na shimama, sijui kama nitaweza kuketi. Asante. Unajua wewe ni city bana. Unajua wa city hawaikaagi. Asante. Sasa Kamzi,
Nilikuwa nataka nikuulizie kuhusu huyo wimbo wako wenyewe umetoa au umeanza usanii siku gani? Kwa sababu usanii kwanza, usanii unakuwa kwenye damu za mtu tu. Tunataka tuongee kuhusu muziki wako umeuanza lini? Asante sana mama kwa kuniuliza hilo swali. Ni vizuri tu sana. Kwa kweli mimi muziki nilianza kitambo sana. Yaani kwanza kujifikiria vitu vya muziki ni kitambo sana. Lakini kusema nianze kuimba naanza juzi. Muziki wako umeuanza juzi. Mimi nasikia eti ni msanii mkubwa sana. Mimi niko nawaza na mimi siko msanii mkubwa, hapana. Hapana. Mimi siwezi kuwa msanii mkubwa mbele ya wakina Lolilo yalianza zamani. Mimi nazaliwa ba Lolilo wako ba kina Big Fariaz, alafu mimi nitite msanii mkubwa. Na sina hata ngoma hata moja ya video kwenye YouTube ndajiita msanii mkubwa ati. Abiambatani na kwa sababu abiambatani na juu eti umetoa muziki fulani. Binatoka kwanza mwamwe ndani mwako kwanza kujiamini wewe. Kwa sababu usipojiamini hakuna anayekuamini. Sawa, kuna kujiamini na kujitapa. Hiyo labda hapo itakuwa ni majitapo hayo. Kwa sababu mimi siwezi kuambia kweli ngweti ni jiamini nijite mimi msanii mkubwa na japokuwa sina hata views moja kungoma yangu yenyewe iko ku YouTube. Alafu najiita msanii mkubwa acha. Sasa kuhusu muziki, mimi najua mtu akianza imba muziki anakuwa iko na lengo fulani anataka kufika eko, na inatokana na jinsi pako mtu fulani nimeonea eko example kama ni Lolilo, kama ni Big Fizzo, kama ni nani, pako mtu mwenyewe unapaswa kusema huyu ndio mwenye nimetizama eko kusema mimi nianze muziki wangu. Unajua kwa kweli tokea ningali mtoto mdogo, siritu muziki hapa Burundi nilianza kumfuatilia sana Lolilo. Yaani Lolilo ni mtu ambaye kweli nilimpenda sana na kaniingia, na kama leo naimba ni kwa sababu ya Lolilo, kwa sababu ni mtu ambaye amenikaa sana mkichwa mpaka na mimi nikatamani siku moja nifanye na mimi kama Lolilo. Na hivi nikipambana hapa napambana na mimi nifanye kama vyake, japokuwa hapa Burundi mnamchukulia msanii kawaida, lakini ule ni star tunakubali. Hata na sisi tunamkubali Lolilo kabisa. Hapana, mwa mkubali siritu mapresenta hapa Burundi abakubali wanasema jamaa shagafulia sijui nini, lakini ule ni msanii. Lolilo tunamkubali hapa Burundi. Lolilo tunamkubali sana kama jinsi tunamkubali Big Fizzo. Sasa jinsi unasema eti example yangu ndani kasema kama ni Lolilo. Wewe kama kivyako, huyo muziki kama ni muziki ngapi umeshatoa sijajua, utatuambia. Sasa ushawahi kutoa muziki na Lolilo, basi tusikie kama unampenda kweli. Unajua cha kwanza anakuambiaga chenye mtu anataka na ndio chenye mtu ndio chenye Mungu anampaga. Kwa sababu mimi ndoto zangu zote nilikuwa nikievana nifanye nguvu zote nimpe na Lolilo. Unaona? Na ngoma yangu ya kwanza sikufanikisha kufanya na Lolilo kwa sababu Lolilo ni stari mkubwa kusema umpate ni vingine vitu. Ngoma ya kwanza nikafanya na GZB inaitwa Usichoki, iko kwenye YouTube, lakini sikufanikisha tena video, ndio hivyo tena tunajua hali mbaya. Alafu ngoma ya pili niko nayo lakini haijapostiwa, inaitwa Kakishalewa, ndio tulifanya na Lolilo. Unajua, lakini ndio hivyo tena video tena nanipiga chini kwa sababu kufanya na wasta wakubwa ni shida. Unakia kujikuta nakwambia tufanye video ya hii gharama, wewe mwenyewe zile hela nakwambia hautazoeza. Unaona, inabidi kwanza ngoma itulie kwenye flash, na hivi iko kwenye flash lakini ngoma haipo. Mungu akisaidia itapostiwa tu. Njoo maana mara mingi nikiona kama anakuwa naikaa tu hapo naonaka tu Lolilo, naona mara nyingi anakuja hapa. Sasa akija hapa anakuwa anakuja fanya nini? Cha kwanza Lolilo ni mtu wangu wa karibu sana. Mtu wangu wa karibu sana, unajua na Lolilo kitu cha nampendeaga ni mtu ambaye anajua kuongea na watu. Na anaongea na watu vizuri tu sana. Akisha kujisikia inabidi akutembelee na mnaongea mengi zaidi. Mimi Lolilo tulikumbana naye kupitia hiyo ngoma. Lakini mpaka hivi tunakuwa kama vile wandugu. Akija hapa hata sasa hivi unaweza kushtuka na ingia hata hapa. Sio kusema kuna kitu cha maajabu, ni ule bundugu tu kwanza nakuja na nitembelea na ananishika kama vile msanii mwenzake. Anakuja kuniongezea hata idea zenye mimi nilikuwa sina nazo kimuziki. Anakuja tunaikaa hapo tunaterama na ananiambia Peti fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Afere kuisha. Hicho ndio kinamleta hapa. Eti unaitwa Kamsi, sijui kama ni hilo Kamsi na kama kuna lingine sijajua. Yapo, mimi naitwa Kamsi aka Farasi 1K. Mimi na majina tu mengi sana, siwezi kumalizia yote hapa. Umshamsikia eti Kamsi aka Farasi 1K.
Sawa sawa. Ndio msanii wote anapaswa kuwa iko na jina. Sasa kwa sababu gani umeamua kusema eti ninaitwa Farasi aka Kamsi? Maana yake nini sasa hiyo Farasi? Kwa Kamsi. Kamsi ni jina, ni kwa kifupi, yani nichukuaga jina langu, jina la babangu na la mamangu. Ego nikachukua kipande kwa jina langu lenye nilipangwa na wazazi, na ingine kidogo nikachukua ku jina la babangu, na ingine ya mwisho nikachukua mamangu. Donc ka kwa Kabuguma, eme Mulemera, ego pako eme pale, afu ese kumwisho Siapata, donc jina la mama. Siapata. Ego. Mnatusikilia eti Siapata, eme tafsiri yake. Yaani ni ndasema kama ni asilia. Okay. Sawa sawa. Sasa kwa nini naambia msanii mwenyewe unachukia katika nchi ya Burundi? Kwa sababu tuko Burundi, naambia msanii fulani wenyewe unapenda msanii Lolilo, unampenda sana na ndiye iko na kusupport na iko na kusaidia Sasa nataka nijue nani mwingine msanii gani mwenyewe unachukia? Kwa kweli mimi sijasema kuwa nampenda Lolilo kwa sababu ananisaidia. Hapana. Mimi Lolilo nampendea ni kitu kimoja, ni msanii mpambanaji. Ashagafanya mengi hapa Burundi mpaka kila mtu akakubali. Sio kusema ngoti nampenda tu kwa sababu nimefanya naye collab. Hapana, nitafanya na watu wengi. Unaona? Lakini nimempendea ni kile kimoja, anajituma na anafanya kweli. Unaona? Kwa sababu ndo msanii mwenyewe tuko naye hapa Burundi. Tungepata wasanii watatu tu basi hapa Burundi ambao wanajituma kama Lolilo, nadhani hii game la muziki hapa Burundi lingefika hata nje. Unaona, Lolilo anajituma, anaenda TZ, anafanya collab pale, anarudia. Yaani kama vile yeye mwenyewe iko anapambana yeye mwenyewe hapa Burundi. Hamna mwingine msanii anafanya hivyo. Unaona? Alafu kitu kingine unaniuliza mwenye anachukia hapa Burundi. Mimi simchukii msanii. Unaona? Mimi simchukii msanii. Japokuwa tu kuna kitu ambacho nikitizamaga siri tu interview mengi sana za hapa Burundi. Kuna wengine watu wanakuwa kama vile wanatuvuruga mu vichwa. Ndio maana naweza nikasema huyu naweza nikamchana hata live. Siri tu kuna mtu ambaye anajiita Bell Chris, ni msanii mmoja anaitwa Bell Chris. Nadhani mnamfahamu sana. Sijui kama mchaga kumtembelea. Bell Chris tushamtumikisha hata. Okay. Kama mchaga mtumikisha, Petit mimi kitu kenye naweza nikamuita Petit kwa sababu ni mtu ambaye anajiproud sana ma media. Unaona? Si wamoja tuko hapa, tuko tunataka tusaidiwe kimuziki. Lakini gisi yiko na travailler. Donc iko nataka tuuie soko. Unaona? Ukisha kuwa mbele za watu unajidai kuwa mimi navalia milioni 10, niko na kiato kikana mimi laki 7, sijui ni nani. Sasa mtu mwenye angekusaidia, unaona atakusaidia kweli? Hata kusaidia. Unaona? Kama mimi hapa navaa jezi ya Yanga. Hii kwanza bameinipa jana. Wameikupa jana hii? Hii barinipa. Sio kusema nimenunua, bameinipa. Na mtu kama barikupa, unasema barinipa kwa sababu ule mtu mwarikupa atakupa tena ingine kesho. Sio kujiproud kama ule Bell Chris. Iko na default moja, na ndio maana kusema hapa Burundi tupate management inakuwa ni ngumu kwa sababu watu wenyewe tusaidia kusema wasanii kumbe wana hela. Wewe unavalia hizi, yani mimi mwenyewe sina kiato cha 1 milioni. Msanii iko na kiato cha 2 milioni, sasa ndamsupport yake. Sitamuweza, unaona? Nasababisha hapo anabiheba. Sasa Bell Chris anasema eti anavalia hela nyingi, sijui kiato kuanzia chini mpaka juu. Sasa kwa kujidai kama amnavalia hela nyingi, mimi naona sio kosa hata moja juu. Mtu wote anapaswa sema kwanza kitu chenye anapendaka, kama anapenda swaga nini mimi naona hakuna kosa yoyote. Sawa, kupenda swaga kila mtu anapendaga swaga. Ila cha muhimu mtu ni kuongea ukweli. Ukishavaa kiato cha 40,000, sema cha 40,000. Ukizidisha sana tie kwa 5,000. Sio wewe upandishi mpaka kiato cha 2,000 ukitie kwa milioni. Unaona watu watakuogopa. Hiyo sio fresh. Sasa sisi huko chini underground huko chini bana tukula kwa sababu unakia kujikuta mtu mwenye angetusaidia wallahi wako bana wakata nguvu. Sasa unataka muziki wako ufike sehemu gani? Unajua muziki ni kazi mama. Muziki ni kazi na mimi siwezi chukia na mimi kesho nijite kama Platinums. Nifanye vyenye Platinums anafanya. Uingie sijui Kenya, sijui wapi, Ethiopia, sijui ingie mpaka Marekani. Unaona? Na mimi naweza penda ifike huko. Na ndo yani hapa tuko tunashinda tunatravaye usiku na mchana. Na mimi nikuwe kama fulani. Kesho na mimi nijenge nyumba kupitia muziki. Kesho na mimi nitembelee gari kubwa kupitia muziki. Kesho na mimi sijui nipate wademu wakari kupitia muziki. Unajua tena ni hatari. Tusikwe tunaacha wademu.
Na yu hawasani kabisa yani. Kitu cha wademu kweli ndio vitu vyenu vraiment. Sasa lakini najua tu kama sio wote, lakini sisemi kama wasanii wote, sio wote. Kila mtu na shilingi yake. Sawa sawa, sio wote. Lakini kwenye muziki surtout sio kusema ngoti wa demo. Hapana. Kila kazi yoyote ile hapakosage wa demo. Useme tu ukishaanza kutushe hela basi vinaisha. Ujue hapo shakuwa rafiki wa wanawake. Sio kusema tu muziki unaweza kuwa mganga, ukajuana na wanawake wengi, ukaweza kuwa mchezaji, tunavionaga. Lakini hivyo vyote mnatuangushia iko sisi wasanii. Wasanii tu wanajifikiri tu jinsi mnavaa hiyo mavazi yenu, mkipiga mapamba zenu, sijui mapocket, sijui nini, yani wanawake wanawapenda sana. Unakuta wanawake kuwapenda sana, kila mtu anawaza tu wasanii wote ni wakaaba, wanapenda sana wanawake. Njoo hivyo tu jinsi watu walivyo. Ni hatari. Kwa kweli siwezi kataa kwa sababu binatokanaga na mtu. Na mwanamke ni hivyo hivyo. Kuna mwanamke anakuambiaga mimi siwezi kupenda msanii. No, na kuna mwingine anakuambia bila msanii mimi siwezi kupendana na mwingine mtu. Kwa sababu na yeye ni vitu yenyewe viko mkichwa chake. Sio kusema nguti kuva, kuna wengine wanavalaga sana kuzidi hata wasanii. Na sio wasanii. Unaona? Ndio maana naweza kuambia hapo kusema upendane na msanii sio kusema tunguchi niko msanii au nini, hapana. Hivyo havikuwaje. Ni shwa ya mtu anakuwa ameamua tu. Ndio. Niko na swali langu la mwisho, na njoo la mwisho nataka kuuliza. Sasa kama hivi Mwenyezi Mungu akikubariki pesa kupitia muziki wako, kitu gani utaweza kufanya katika nchi ya Burundi? Swali lako nzuri mama. Tena nafurahi tu sana. Unajua Mungu akinisaidia kweli, kitu cha kwanza ambacho naweza nikafanya hapa ni kupambana kwanza na wenye wako chini yangu, donc wa maskini, kwa sababu hapa Burundi kuna watu ambao unakuta wanalala nje, sijui kusema wapate chakula ni shida. Ndio maana kweli Mungu akinisaidia tu, kitu changu cha kwanza ni kusaidia kwanza wa maskini bikiwezekana. Lakini sawa, ni jambo la muhimu unasema kusaidia wa maskini. Kuna wenyewe wanakosa mahali ya kulala na chakula cha kukula, ni vizuri sana kusaidia, kwa sababu na kwenye Bible inaandikwa kama kusaidia ni vizuri. Kitu cha kwanza ni upendo. Vitu vyote venye Mungu ameumba, akaumba hivi na hivi, lakini kitu cha kwanza tu ni upendo. Pakikuwa upendo, kila kitu kinakuwa shwari. Sasa naambia huyo muziki wako kwanza sijausikia vizuri, tena nawaza pako na wengine wenyewe hawajaufahamu vizuri. Unaitwa aje huyo muziki? Muziki wenyewe tumefanya na Lizo, nadhani ndio unauliza. Unaitwa Kakisha Leo. Nyama piano. Tumeifanya mwezi siku tu zinaisha hapo kwa producer Bedi Best. Japokuwa nimekuambia kwa hatujafanikisha kufanya video kuhusu hela, ndio hivyo tena zimenipiga. Yaani zinanichenga sana kusema nifanye video. Ila inshallah Mungu akipenda itakuwa kwenye YouTube. Kama sinataka utusaidie tu kidogo tusikie, utuonje tu kidogo, na wafanzi wa Leo TV hapo wako natufuatilia wanataka wajue hiyo nyimbo inaimba aje. Tupigie hata kapela kamoja tu tuonje tu. Okay, thanks sana. Mimi nafurahi tu sana. Kwa sababu ngoma ni yangu, yote iko mkichwa. Okay, lakini nitakuchugulia parti ndogo tu. Unajua watu wanaisubiri sana kwenye YouTube. Siwezi kuimba yote hapa, watafika wanaisikia yote. Kadogo. Sawa. Kananata, kanapokupa msambwanda, kanava ushanga, kiuno ni pacha za kimanga. Kananata, kanapokupa msambwanda, kanava ushanga, kiuno ni pacha za kimanga. Kakishalewa, English, French, Spanish, kanamwanga. Kakishalewa, boke tequila, primus, kanavanga. Yo. Hii nyimbo iko tamu sana, nasikia iko sawa. Yaani mtu akilewa, yaani anapoteza kila kitu, anakuwa iko tu msingi tu. Noma sana. Unajua mtu akishalewa, bana, yanakuwa haujitambua, unakosha kwa mwingine dunia. Sawa, unaimba vizuri, nasikia hapa iko sawa. Wafanzi wenyewe kwa tufuatilia hapa kwenye Leo TV, utaweza kuwasaidiza aje? Unataka waambia neno gani? Neno gani unataka waambia, kwa sababu wafuatilie hiyo channel yako? Okay, thanks sana. Watu wa Leo TV, sema thanks sana kwa kutufuata.
Na ukitaka kupata ngoma yangu ya mpya, siku itapostiwa, ingia kwenye account YouTube, andika Kamsi Wazama, utaipata pale. Alafu teremka tini tu kadogo, piga subscribe, kuna kakengele kako pale tini, tieko kidole rimoja tu. Afu katalia kadogo tu basi, hapo utakuwa umemaliza mchezo kabisa. Alafu vitu vyangu vikiingia vya mpya unavipata. Na thanks sana kwenye Leo TV, merci sana kwa support yenu. Mungu awabariki, muendelee na hizo roza hivyo kwa kutafuta wasanii underground, kwa sababu sisi kusema tupate watu wa kutufuatilia inakuwa ni vigumu sana, mpaka ngoje kuwatafuta tena hapo wanakuria mashowbiz. Ila kwa kweli nimefurahi tu sana kwa gesi mmekuja hapa kwa roho yenu ya imani na mnanifanisha kipindi kama hiki. Merci tu sana na Mungu atawazidishia. Wafanzi wa Loi TV, kipindi chetu kinaishia hapa. Tulimuona msanii wetu anaitwa Kamsi, anakuja iko moto sana, iko show. Najua muziki wake utafika mbali sana. Sasa waliotufuatilia, fanya subscribe. Ciao.